Kwa majina naitwa Godfrey Daudi, na umri wa miaka 26. Nilitokea Kitonyama na ndo napoishi Kitonyama, na kazi zangu nafanyia hapo Kitonyama. Kazi yangu ni ya bodaboda. Katika kazi hii na miaka 3. Katika kazi hii pia tukija katika engo la changamoto ambazo tunazipata sisi bodaboda, na kwanza kabisa kwenye upande wa mafuta, gharama za mafuta kidogo zinakuwa juu, kwa hiyo tunashindwa kufanya kazi vizuri. Kingine kwenye engo ya changamoto nyingine ni pikipiki. Vifaa vya pikipiki vidogo vinakuwa viko juu zaidi, na kingine pia sasa hivi kuna ushindani kidogo wa bodaboda zimekuwa wengi, kwa hiyo riziki kidogo inakuwa ni kupatikanaji, inakuwa tuna fight sana mpaka kupata hiyo riziki. Kwa hiyo pia ni moja pia changamoto. Katika pia changamoto nyingine ambayo inatukumba sisi bodaboda ni katika engo la miundombinu ya barabara. Pia hiyo ni changamoto moja kubwa sana ambayo inasababishia pia vyombo vyetu kidogo kuharibika. Kama mfano matairi haya, unaweza ukaenda barabara hiyo ina chorongo zile mawe yamechongoka, rahisi sana kwa nini chombo kuharibika au kupata pancha, na pia kukosa kufanya kazi kwa uweledi uliokuwa mzuri. Kama mimi natolea mfano tu, tuseme nilienda sehemu ambayo hiyo sehemu ni ndani nilipeleka abiria kabisa. Baada ya kumpeleka abiria huko, wakati narudi barabara basi maana ilikuwa ni mbovu mpaka baada, yaani mbovu, yaani nikisema nikifuba ni mbovu. Mwisho wa picha nikaja kupata pancha, na sehemu ambayo kidogo sehemu ambayo naweza nikapata fundi labda niseme kuna umbali kidogo wa kuweza kufix hili tatizo. Mwisho wa picha nilikokota hivyo mpaka nikafanikisha hilo swala, ila kikubwa tu natoka na changamoto ni kama hivyo, ni barabara ndio ni mbovu sana. Tukija pia kwenye upande wa changamoto za kisheria, kuna maeneo ambayo sisi tunakamatwa sana. Hiyo pia inatugia ugumu wa kufanyaji kazi unakuwa mgumu zaidi, kwa sababu mtu mwingine anataka ukawa kwa complete kwa abiria kana elementi, na wewe kana elementi na kuna vigezo vyote, pikipiki na kana bima, bila wewe ukawa na leseni, lakini ukitaka tu from nowhere tu akaja kufanyaje akuchomolea funguo ni mali atakaompa hela. Mwisho wa picha unaweza kukazana naye pale ukapigana naye au ukafanya naye lolote lile, mradi tu kisha anakutishia tu bwana, nitakupeleka kwa askari. Kisha siku baadaye kwa askari, kumbe utakasema wana kitu nao moja na askari, kumbe hamna lolote. Unajikuta sasa kuna maeneo mengi hatuwezi kufika, tukachukua labda abiria, tunakuwa tunaogopa kwenda huko sehemu za hizo. Mwisho wa picha na hiyo kazi inakuwa ngumu kwa staili hiyo. Kwa hiyo changamoto ya kisheria pia ipo, tunakamatwa sana. Kwa hiyo unajikuta labda mwingine una abiria labda umempakia abiria labda mwingine hajavaa element, yani kidogo utanya kwa umemtoa hapo na hapo tu, lakini mtu mwingine anatafuta sababu, mtu anamuelezea bwana hajavaa element kutokana na changamoto 1 2 3, au labda kusaje tena wanawake anataka kumpakia mwanamke bwana anyweza kitaki zivurugike, kwa hiyo mwingine bwana anaenda sehemu ya karibu tu, aseme aende sehemu ya mbali, lakini mtu anakuja kukamata tu, unamuelezea bwana kuna 1 2 3, ila element zote tunazo. Sasa kama ndio element haunazo, lakini sasa unajikuta wadada zetu, unajua tena dada zetu lazima kidogo na lazima akijeke kiurembo. Kwa sababu kijeke kiurembo lazima atake elementi kwa muda sehemu ambao ninaenda ni fupi, anakuwa pengine hataki. Kwa hiyo sasa huwezi kumforce, unaweza kukosa hela kwa staili hiyo. Kwa hiyo unajikuta mtu anakamatwa, mtu anamuelezea changamoto mbona kutokea 1 2 3, ndio anakuwa haelewi, anakukamata, anakuta anakuchaji hela nyingi. Mwisho siku baadaye unampa hela endelea anakataki, anakuja tena mwingine pia hivyo. Kwa hiyo anakuwa kama kwake ni mtaji kwa sisi bodaboda. Kwa hiyo pia ni changamoto ya kisheria, naomba pia liangaliwe hilo. Tukija kwenye upande wa sisi wa bodaboda, hatuna umoja wa bodaboda. Kwenye mfano kwenye upande wa madereva daladala nini, wana umoja wa madereva, sababu hata kama ikitokea changamoto kwao, rais wao kufanyaje, kuna kiongozi rais fanye kutetea changamoto zao. Ila kwa upande wetu sisi hatuna kabisa. Sisi yani ukipata changamoto wewe mwenyewe unakufa nayo wewe mwenyewe. Kwa ndo maana pia
unakuwa ni vigumu kutatua changamoto zetu ambazo zinazokabiliana sisi kama sisi bodaboda. Kwa hiyo wenye dereva, mmoja wa madereva wao wana nani yao kabisa ambao wanaweza wakatatua changamoto zao, na ndio maana sisi tunakuwa tunapata tabu sana, tunaonekana kama hatuna thamani kwenye jamii. Pia changamoto ambayo wanaoipata kwa hao wanaofanya kazi hao wanawake kwenye upande huo wa dereva, kwamba wanakatishwa sana tamaa kwenye upande wa maneno ya kejeli. Unajua tena wanaume mtu anakuwa wakipiana kijiwe hivi, akiona mwanamke yule anafanya kazi fulani ambayo mwanaume anafanya, mtasiku baadaye maneno yanakuwa hapa na pale ambayo sio mazuri. Kwa upande mmoja mwingine yanakalisha yule ambaye mfanyaji kazi ambaye ni mwanamke, anakuwa anakatishwa tamaa. Kingine pia kwenye upande huo wa wanawake kwenye kufanya kazi kwenye swala la udereva, kwenye upande wa bodaboda, maneno vijana kwamba wewe hauwezi kufanya kazi ya kiume, mara hivi mara vile. Wengine pia kwenye upande huo wanawake wanapata ile sababu mtu wa dereva kabla akipanda kwenye pikipiki, labda maana kuna wengine dereva wengine wanawake wanaendesha pikipiki. Kwa hiyo wengine anapanda ili tu yani zile sio tena na maana kiona ni mbambie au si nini, maneno hapa na pale. Kwa hiyo wanakosa ile uhuru wa kufanyaji kazi. Kwa hiyo pia, ila kama wakisimamia hili swala, na imani watafanya kazi vizuri na pia control mahitaji yao ambao wanataka kutimiza malengo yao, na maisha mengine yaweze kuendelea. Pia kazi ni kazi tu, hakuna kubagua, sio kazi ya huyu mwanamke au mwanaume. Kazi ni kazi, mali tu kidogo malengo yaweze kuwepo. Hiyo ndio ndo la msingi zaidi. Changamoto nyingine pia ambazo zinatukabili sana sasa sisi bodaboda ni pensheni, bima afya, na pia kwenye upande wa saikolojia sisi bodaboda, kwamba kwenye pensheni hatuna pensheni yoyote ambayo sisi tukaipata kufanya kazi ya bodaboda kama kazi zingine. Maana hii kazi ya bodaboda ni kama kazi nyingine tu. Na kwenye upande wa bima afya, bodaboda sisi wengi hatuna bima afya. Kwa hiyo pia inakuwa ni ngumu sana kufanyaji wa kazi. Ndio mwingine ndio kama unapata ajali na siku bado umeumia, kwa hiyo hauna bima, siku baadaye unaanza mchango hawana, buku mbili, mwisho siku baadaye mpaka uje kupona kwa nguvu za wana. Kwa hiyo unaweza mambo yanakuwa hayaendi. Msongo wa mawazo pia kisaikolojia, bodaboda wengi kisaikolojia hakuna kabisa. Sababu kama hivyo changamoto za hizo ambazo mtu akawa na mawazo kama yote ambayo nyumbani bado na mkeo, mwisho siku baadaye bado anaumwa, unajikuta au pengine bado umekopa sehemu, unajikuta sasa unashindwa kuendesha vizuri kazi zako, unajikuta unakuwa na mawazo chungu mzima, unajikuta mpaka kurudi nyumbani sema asante Mungu, maana mambo ni mengi sana tena sana. Kwa hiyo haya ndio changamoto ambazo zinatukabili sana sisi bodaboda. Unajikuta bosi pia anataka chani yake, anataka hela yake. Kwa hiyo unajikuta unachanganyikiwa sasa. Ufanyeje? Kwa hiyo maisha yanakuwa kidogo yanakuwa tafalani, yaani haelekani. Kwa hiyo kurudi nyumbani unasema tunachopata hichi at least, Mungu asante. Pia ningeomba serikali itupatie mafunzo ya usalama barabarani, pia vifaa kwenye usalama wetu sisi bodaboda, na pia itupatie pia miundombinu pia hiyo mizuri zaidi, ili tuweze kufanya kazi yetu iweze kuwa mzuri zaidi. Na pia la mwisho pia itusaidie pia kwenye upande wa swala la bima, tufanikishie sasa tuweze kuwa na bima kila mmoja wa bodaboda, ili tuweze kufanikisha safari yetu ya kazi iweze kuwa nzuri. Na pia la mwisho zaidi ni mikopo. Pia sisi bodaboda hatuna sehemu ya kutatua matatizo yetu kasaidia pia mikopo, tofauti na kazi zingine ambazo unaweza kupata mikopo mkaendesha maisha, ila kwa sisi bodaboda hatuna hiyo system ya mikopo. Kwa hiyo unajikuta kazi zetu zinakuwa ngumu zaidi kwa kupitia hizo changamoto ambazo tulizozitaja muda wote hapo. Kwa hiyo cha msingi zaidi tunaomba serikali tuangalie kwa jicho la tatu, ili tuweze kufanikisha safari yetu ya kazi iweze kuwa nzuri zaidi. Kwa waliokata tamaa pia ni wasihi pia kazi kama kazi nyingine.
Kwa hiyo wasikate tamaa kusema labda hii kazi labda nitafanya kazi labda changamoto, kutokana na hizo changamoto, au either pia nani kabla anaogopa pengine nikapata ajali au nani nikaumia au nini. Hapana, cha msingi tu ni umakini na kuzingatia nani usalama wako. Je, kama umevaa elementi, umevaa koti, bibi amevaa elementi na umakini barabarani kuweza kuendesha vizuri pia. Na wasi tufanye kazi kwa bidii zote, sababu sisi ndo nchi yenyewe. Kwa sasa sisi ndo tunaojenga nchi. Sasa kama tufanye kazi ya maana jenga, yani hiyo nchi yenyewe hatutaweza kuijenga. Kwa cha msingi tu tufanye kazi kwa bidii zote, hakuna kukata tamaa. Cha msingi tu tufanye kazi na kazi iendelee.